Ulifikiri kwa ajili tu ya kula? Sababu kuna wengine hawaliwi, si ndio? Kwani Yesu alivyosema iweni wawerevu kama nyoka, alimaanisha nyoka analiwa? Nyoka haliwi, si ndio? Na kati ya wanyama ambao tunawachukia sana ni nyoka, si ndio? Lakini Yesu kwa nini akatupa mfano wa nyoka? Unajua hiyo kitu unaweza kujiuliza maswali mengi. Kwa sababu tu ya tabia zake. Tabia zake zinavutia. Sawa, watu wa Mungu. Nimekuwa nikitafakari ni namna gani ninaweza nikawapelekea watu wa Mungu chakula kizuri. Na Mungu akaniambia, kumbuka pale kuna watu wengi sana ambao wanafanya kazi, wafanya biashara, kwenye ndoa, wapo watu ambao wanasoma pale vyuo vikuu, shule za misingi na vidato vingine. Wapo watu pale ambao wajasiriamali, watumishi wa Mungu. Ili somo ni muhimu kwao kulisikia. Tunaenda kwa adapti kutokana na mazingira ya vitu tunavyoviona huko nje. Niko na watu hapa. Tuko pamoja. Mwambie mwenzako, utakachofundisha leo usipokiweka akilini, hakuna kitakachokubadilisha. Hakuna kitakachokubadilisha. Rudia tena, mwambie utakachofundishwa leo, usipokiweka akilini, hakuna kitakachokubadilisha. Hakuna kitakachokubadilisha. Leo tuna somo linaitwa hekima ya wanyama. Wale ambao wanalijua ndio wanajua utamu wa hili somo. Amen. Si ndio? Amina. Leo tuna hekima ya wanyama bwana. Sasa hekima ya wanyama bwana imezungumzwa kwenye Biblia, usitoko kuona ni kitu kigeni kwako au ni kitu kipya sana. Ninakupa na vifungu vya Biblia vyote kuhusu hiyo hekima ya wanyama. Amen. Na namna gani ambavyo Mungu ametutofautisha sisi na wanyama, kwamba hatujifananishi nao ndio maana tukaiga hekima zao, lakini kuna vitu vya kujifunza kutoka kwao. Sijui naongea na watu. Unajua kwa nini Roho Mtakatifu akachukua mfano wa hua au mfano wa njiwa? Si ndio maana tunasema amechukua ule mfano kwa sababu ya tabia zake. Si ndio? Kwa sababu ya tabia zake. Kwa nini Yesu akachukua mfano wa simba? Ni kwa ajili ya tabia zake. Kwa nini sisi tukaitwa kondoo, tukachukuliwa mfano wa kondoo? Ni kwa ajili ya tabia zake. Si ndio hivyo jamani? Na kitabu cha Ezekieli 1:1 kuanzia 4 kama sikosei, ukisoma pale anazungumzia habari za viumbe hai wanne walioonekana, na walikuwa na nyuso ngapi? 4. Na katika zile nyuso kulikuwa na nyuso za wanyama, si ndio hivyo? 3. Manake moja ilikuwa ni ya tai, ya pili ilikuwa ni ya simba, na ya tatu ilikuwa ni ya ng'ombe. Hao ni viumbe hai ambao walikuwa wanasimama mbele za uso wa Mungu, walikuwa 4. Na mmoja, uso wa mwisho ulikuwa ni wa mwanadamu. Sawa Si ndio jamani Ezekieli 1, hebu anza kwa mstari wa 4. Ninawapa tu mfano kabla kuanza somo. Anasemaje? Anasema nikaona natazama upepo wa dhoruba ulitoka upande wa kaskazini. Wingu kubwa sana pamoja na moto ukifanya duara ya nuru na mwangaza pande zote. Na katikati yake kitu kama rangi ya kaharabu. Katikati ya moto huo kukatokea katikati yake mfano wa viumbe hai 4. Mfano wa viumbe hai 4. Kuonekana kwao kulikuwa hivi. Wanaonekana hivi. Sikiliza wanavyoonekana. Walikuwa na sura ya mwanadamu. Na kila mmoja alikuwa na nyuso 4. Na kila mmoja alikuwa na mabawa 4. Na miguu yao ilikuwa miguu iliyonyoka. Yaani kifupi miguu yao ilikuwa haina vidole. Sio kama hii. Sawa Ushakuwa na miguu ya ng'ombe? Ndio ilivyokuwa. Na nyayo za miguu yake zilikuwa kama nyayo za miguu ya ndama. Zikimetameta kama rangi ya shaba iliyosuguliwa sana. Nao walikuwa na mikono ya mwanadamu chini ya mabawa yao. Pande zote 4. Na wote 4 walikuwa na nyuso zao na mabawa yao hivi.
Mabawa yao yaliungana hili na hili, nao hawakugeuka walipokwenda. Walikwenda kila mmoja kuelekea mbele. Kwa habari ya mfano wa nyuso zao, walikuwa na uso wa mwanadamu moja. Na hao wanne walikuwa na uso wa simba upande wa kuume. Mbili. Na hao wanne walikuwa na uso wa ng'ombe upande wa kushoto. Tatu. Na hao wanne walikuwa na uso wa tai pia. 4. Full stop. Amen. Kwani hao viumbe Biblia ilisema ni mapepo? Kwani yalikuwa mapepo? Walikuwa ni viumbe, ni makerubi hawa. Makerubi hawa wanakaa mbele za uso wa Mungu. Na hawa muda wote wamefunika nyuso zao kwa mabawa mawili. Pap, pap. Afu mengine yanaruka. Maana yake ni kwamba hawaruhusiwi kuangalia uso wa Mungu hawa jamaa. Lakini wamekaa kwenye duara hivi, wanazunguka wakifuata zile duara. Na hawa Ezekieli alionyeshwa kuonesha utukufu wa Mungu unavyoingia Israeli baada ya kupotea kwa muda mrefu. Niko na watu. Hawa wamebeba utukufu wa Mungu sio wa kawaida. Lakini pia hawa ndio walikuwa wanaonesha gurudumu kwa maana ya utabiri wa Roho Mtakatifu. Yaani ile ni ishara ya pete. Sawa jamani? Sasa tuache hayo, hatupo huko leo. Tupo kwenye hekima ya wanyama. Nimeonesha mfano ili muone ni namna gani ambavyo wanyama wametumika hata katika uso wa Mungu. Nyuso zao zipo zikiashiria umuhimu wao, kwa sababu Mungu angeweza kumtengeneza na uso wa mtu, si ndio jamani? Lakini ukiona mpaka ana uso wa ng'ombe, yule ambaye wewe unamfuga kule nyumbani na unakamua maziwa unakunywa, ana uso wa simba, yule ambaye anakaa kule porini unaenda kumpiga picha, unaenda kutalii, ana uso wa tai, huyo ambaye anatembea huko juu anachukua vifaranga kila siku tunamuona. Manake inabidi tujiulize maswali, kwa nini Mungu akaweka wanyama kwenye nyuso za makerubi wanaosimama mbele ya Mungu? Na sisi kama wanadamu tuna haki ya kujiuliza haya maswali, kwa sababu yameandikwa kwenye Biblia. Ndio maana vitu ambavyo Mungu hakutaka tuvijue hakuviandika humu, kwa sababu sisi humu unajua humu kwenye Biblia havijaandikwa vitu vyote ambavyo Mungu anavijua. Tumepewa kwa ajili ya maisha yetu sisi, lakini kuna siri nyingine za Mungu ambazo humu hazipo, si ndio jamani? Humu hatujapewa kila kitu. Kwa mfano, hakuna siri humu inayosema Mungu anakula nini. Ipo? Kwani kuna siri huko inayosema kwamba kwamba Mungu alizaliwa lini? Hakuna. Si ndivyo jamani? Tunajua tu kwamba hapo mwanzo kulikuwa na mbingu na nchi, ndio biashara imekwisha. Tulianzia hapo. Kuna siri nyingine humu hatuwezi kuzifahamu. Ndio maana hata unapobishana na ufahamu wako usiende mbele ya muda wako. Yaani usitaki kumdouble cross Mungu. Kwamba unaweza ukadouble cross ukawa unataka umfungue Mungu kiasi kwamba ujue mpaka siri zake nyingine ambazo hukutaka kujua. Lakini kwa zile ambazo zimeandikwa kwenye Biblia ni haki yetu sisi kama watu wa Mungu kuzifahamu. Ndio maana Yesu akasema ninyi mmepewa kuzijua siri nyingi za ufalme wa Mungu, kwa sababu tunatakiwa tuzifahamu, atujue namna gani ya kuziapply na namna gani ya kuzifanyia kazi. Niko na watu hapa. Amen. Sasa leo tunaangalia somo linaloitwa hekima ya wanyama. Wanyama hawa unaowaona wana hekima zao ambazo Mungu alituambia tuziige. Na ukiziiga, mimi nakwambia unaweza ukatoboa kwa 90%. Hizo 10 nakuachia wewe mwenyewe. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja. Mnyama wa kwanza leo ambaye nataka kumwangalia ni ndege. Sawa eh? Na huyu ndege anaitwa tai. Isaya 40:31. Isaya 40:31. Isaya 40:31. Isaya 40:31 anasema, bali hao wamngojeo Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Amen. Kwani hii sifa ni nani amevishwa? Unajua hii sifa sio uliovishwa. Hii sifa amevishwa tai. Sawa Ndio. Bali wao wamngojeao Bwana
watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka. Yaani hizi sifa unazoziona hapa zimevishwa ndege anaitwa tai, sio hivyo? Hawatachoka. Watapenda kwa miguu wala hawatazimia. Sifa ambayo umepewa wewe ni kwamba utakwenda kwa miguu wala hautafanya nini? Hautazimia. Sawa jamani? Sasa naomba tuende sawa, let's go deeper ili tukaelewe nini ambacho Mungu anazungumzia hapa. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, wanapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Sasa kwa nini Mungu akamhusisha tai kwenye hili eneo? Tupo kwenye hekima ya wanyama. Nisikilize, itakusaidia. Mungu amemhusisha tai, na tai ni mnyama ambaye tumemuona kwenye uso wa kerubi. Kwa hiyo ni muhimu kumsoma na kumjua ni nani. Mungu amemhusisha tai kwa sababu tai ana principle zake, ana sifa zake zote ambazo ni lazima uzifahamu alafu uweze kuziapply. Mimi mwenyewe na kuna maeneo na apply hizo sifa zake. Ni lazima ujue sifa za huyu jamaa na lazima uziapply kwenye maisha. Niko na watu hapa. Bali wao wanaomngojea Bwana watapaa juu angani kama tai. Sifa za tai zipo nyingi, lakini sifa ya kwanza ambayo tunaenda kuiangalia siku ya leo ni kwamba tai huwa wanatembea wenyewe. Hiyo ni sifa ya kwanza. Wewe ambao unasikiliza ambaye huandiki, utajua mwenyewe. Tai huwa wanatembea wenyewe. Huwezi kukuta kundi la tai 10 wanatembea wala 5. Ushaona? Waga anatembea mwenyewe, sio hivyo? Sasa tai huwa wanatembea wenyewe. Tuna apply vipi hii principle kibiblical au kikanisa au kimaisha? Tunaiapply vipi hii principle? Tai wanatembea wenyewe, na wewe ambavyo unabidi uapply hii principle ni kwamba lazima kuna wakati ukubali kwenda mwenyewe kwenye haya maisha. Sawa Tunaiga hekima za wanyama. Kuna wakati ambapo lazima ukubali kutembea mwenyewe kwenye haya maisha. Lakini ni lazima ukubali kuacha watu ambao wanafahamu ndogo kuliko wewe. Tai hatembei na ndege wengine kwa sababu amewazidi uwezo. Amewazidi uwezo wa kuruka juu, amewazidi uwezo wa kuvumilia, amewazidi uwezo wa spidi na kila kitu amewazidi. Kwa hiyo tai haruki na ndege wengine kwa sababu kuna maeneo amewazidi. Hii principle inakufundisha kwamba katika haya maisha utakapoona kuna watu ambao unao kama marafiki, unakaa nao tu na hawana msaada wowote, unachokipata kwao ni story za vijiweni, unachokipata kwao ni kucheka, ni kufurahi, lakini kama haupati kitu positive, kitu cha maendeleo, kitu cha kukujenga kiroho au kitu cha kukujenga kimaarifa, hao watu ni bora ukaachana nao. Amen. Na hapa ndio mahali pagumu. Utakapokubali kufungamana na watu ambao ninyi muda wote ni story ambazo hazina maana kwenye maisha, na ukafungamana nao na ukashindwa kuachana nao, ukaogopa lawama kwa wale watu, hautakaa uendelee kwenye maisha. Wakia msaka kwambia sio unaelewa. Yaani iko hivi, usione ajabu kuachana na rafiki mzuri ambaye anapiga story, mnachati usiku na asubuhi, lakini hamna mipango yoyote ya kufanikiwa. Huyo hana maana. Ndio maana kuna watu wengine kwenye maisha wakiondoka, usilaumu kwa sababu Mungu ameondoa. Unajua Mungu hataki kumweka mtu kwenye maisha yako ambaye atakupotezea muda. Mambo wenzako si unaelewa hapo?
Mimi rafiki yangu ni Rafa, ni Isaya. Kwisha. Sina rafiki mwingine. Nikitoka kwa Isaya nenda kwa Mzee Odilo. Sababu najua naweza nikakaa sawa kijiweni, watu wakanaona au jamaa haringi na nini na nini. But nikifika pale, nikiona mtu anavuta sigara, mimi natamani, hivi hii sigara mbona kama vile ni nzuri? Mbona jamaa wanavuta? Hebu na mimi simtaenda kununua. Mtumishi wa Mungu ananunua sigara aenda kuvutia bafuni au chooni. Kwa nini? Sababu ulikaa na watu kwa kuogopa kusemwa kwamba umejitenga. Utaanza kuvuta, utanunua kijogoo, utapiga hapa. Mtumishi wa Mungu utaenda kujaribisha kama ni kizuri. Mwisho wa siku unaishangaa na unakunywa, unavuta. Na huaga siri haijifichi. Kuna siku utajulikana tu. Yaani watu watakuona tu kwamba kuna siku tu utajulikana. Unafikiri hajificha? Haiwezi kujificha milele. Unapoishi na watu sahihi kwenye maisha, tegemea mafanikio makubwa. Na unapoishi na watu ambao sio sahihi kwenye maisha, tegemea kuanguka kiuchumi, kibiashara, kindoa na kiafya. Nikwambia ukweli. Unapokaa kwenye vikundi vya watu, ukaacha kuiga principle ya kutembea mwenyewe, unaweza ukawa una ndoa yenye amani sana wewe mwanaume, lakini kwa sababu ulisikia wenzako kwenye kile kikundi wakisema mimi mke wangu anisumbui, mimi mke wangu akinizingua na mimi namzigua, ukirudi nyumbani tayari umesha adapt ile tabia. Ukirudi nyumbani na wewe unamwambia unizingui, kwa sababu kule mtaani si ndio kikao chenu kilivyosema? Ulikuwa mtu mzuri tu. Hata mwanamke ni hivyo hivyo. Mnapokaa kwenye eneo, sijui mnasukana, sijui mnapiga story, mnafanya nini, ukiona watu wanaingilia, wanaanza kuingiza habari za ndoa zao, wanatoa madhaifu ya waume zao, wanasema mume wangu mimi bwana haogi na wiki nzima, mume wangu mimi bwana sijui hafui, mume wangu mimi bwana sijui hata kupika hajui. Huyo mtu hawezi kukupeleka popote. Au okay, meza kumwambie meza tu hivyo hivyo. Meza tu hivyo. Na ukiona unakaa mahali alafu mwenzako anakuambia hivi, unaonaje tukichangia mtaji tukifungua banda la kuku? Utasema huyu jamaa ana akili. Lakini watu wengi hawapendi watu wa hivyo. Wanapenda watu ambao unajua wana tabia za kunongoneza. Alafu ukiona mtu anaongea na yafa na kunongoneza, mwambie wewe nongonezi. Kitu cha kunongoneza siku zote kinakuja kuwa ni umbea. Si ndio watu wa Mungu? Unanongoneza nini? So katika principle ya kumngojea Bwana, tunamngojea Bwana kwa tabia hizi ambazo za huyu ndege amewekwa hapa. Unajua unapomngojea Bwana sio kukaa chini na kusubiria. Tunamngojea Bwana kwa kuishi hayo maisha fulani. Niko na watu hapa kanisani. Amen. Tunamngojea Bwana kwa kuishi hayo maisha fulani. Hatumngojei Bwana kwa sababu tunekaa tu kanisani tunaomba. Prayer ina sehemu yake. Maisha fulani yana sehemu yake. Jana msibani mtumishi wa Mungu alizungumza akasema, Mwalimu Shedafa akasema kwamba usipoteze muda. Sio jamani? Yaani usipoteze muda. Binafsi mimi nilifurahi sana. Usipoteze muda. Maombi yana nafasi yake. Sawa Peter? Ukimaliza maombi, kuna eneo lingine la maisha ya kawaida binafsi ya kila siku yana nafasi yake. Sawa, ukimaliza maisha kila siku, vile unavyoendelea kuishi, Mungu anaona huyu mtu sasa huku anakoelekea inabidi nimrudie, kwa sababu kuna muda nilimwacha. Haurudiwi kwa sababu uliomba kurudiwa, unarudiwa kwa sababu umebadilika kitabia. Mbebe zako unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri. Mbebe zako tuko pamoja? Tuko pamoja. Mbebe zako tuko pamoja? Tuko pamoja. Pointi ya pili ni tai ana malengo na maono ya mbali. Kwa nini? Ninyi wenyewe ni mashahidi. Zamani wakati nipo nafuga kuku wangu kipindi hicho, mimi nakuwa nimekaa hapa, kuku yuko hapa, alafu tai anakuja anamchukua, mimi nikiwa nimeangalia.
alafu anaondoka naye nikiwa nimeangalia, anaenda kumla kwenye ule mti kule nikiwa nimeangalia vile vile, sina cha kufanya. Utakachoambulia ni kumpigia makelele na hata kumwachia, ataondoka naye. Tai hawezi kuachia. Anayeachia, nyinyi ambao mnapiga kelele anaachia ni kunguru, ila tai haachiagi. Ukipiga kelele unampa nguvu zaidi ya kwenda mbele. Bora unyamaze tu, amue amdondoshe au aende naye. Ndio maana yake. Sasa anafanya vile kwa sababu gani? Anafanya vile kwa sababu akiwa juu kule tayari ashapanga malengo yake, ni namna gani nitashuka pale, nitachukua yupi, na ashaona kutoka kule mbali kule, ameshaona kwamba namtaka yule pale, na yule aliyemnyoshea jicho ndio anaenda kupita naye. Ulifikiri akifika pale ataanza kubabaika, si niende kwa huyo, si niende kwa, kama wewe ambavyo ueleweki. Yeye akifika ni huyu mweusi nimemtarget kutoka kule juu, ni huyu, na yule akijificha hachukui mwingine hata kama yupo, anapita. Ndio maana wewe unarubuniwa tu. Ukiambiwa twende huku unaenda, ukiambiwa twende huku unaenda, si ndivyo? Ni lazima tuna apply vipi hii principle kwenye maisha? Ni lazima tuone mbali kwenye maisha yetu, lakini pia tuwe na malengo ya kufika. Na hakikisha una lengo moja kwanza, litakapotimia anzisha lengo jingine. Usiwe na vitu 100 kichwani. Ukishamaliza kufanya moja, fanya la pili, fanya la tatu. Amen. Unakuta mtu ana plani kujenga nyumba, ana plani kununua gari, ana plani kulima sio eka 5 za mpunga. Hayo yote hutaweza kufanya. Niko na watu hapa. Amen. Ukiplani kimoja, fanya kimoja. Na usije ukabadilisha gia hewani. Niko na watu. Amen. Unajua hii roho, watu wengi sana wameahirisha kuoa na kuolewa kwa sababu ya hii roho. Yaani wana vision ya kuolewa na wana malengo ya kuolewa au kuoa, na wanapata mchumba kabisa, wamemtarget yule pale. Wamemtarget yule pale ni fulani bin fulani wa familia fulani, na washapendana, wana mwaka wa 3 sasa, na washavishana pete za uchumba. Lakini from nowhere tu anakuja mwanaume ambaye anafanya kazi benki. Akija mwanaume anafanya kazi benki, anavuruga akili ya yule mwanamke, anamwacha yule ambaye alimtarget kwa miaka 3, anaenda kwa mwanaume wa benki ambaye alitargetiwa for 1 month or for 1 week. Unajua wanawake, mtanisamehe, lakini kati ya hekima ambazo wanatakiwa watumie wadada wanaotaka kuolewa, watumie hekima ya tai. Mwanamke anaweza akaishi na mwanaume kwa miaka 4 mfululizo kwenye mahusiano kabla hajaolewa, alafu akaja akabebwa na mtu kwa mwezi 1. Kuna mtu juzi akaja akaniambia, "Mtumishi, mimi nimeachwa na mwanaume." Akaniambia, "Kwa nini?" Akaniambia, "Kwa sababu nilikuwa na mume wangu na mchumba wangu zamani, nilikaa naye miaka 5. Lakini baadaye akaja mwingine, nikampenda yule mwingine, nikaacha kumpenda yule wa zamani." Ngambia, "Kwa nini?" Ngambia, "Kwa sababu alikuwa ametofutana vipato. Aliyekuja mpya alikuwa na hela, huyu mwingine alikuwa hana hela vizuri. Kwa hiyo ikawaje? Nikakimbilia yule mwenye fedha, yule ambaye hana nikamwacha. Kwa hiyo sasa hivi yule ambaye hana nikitaka kurudi na yeye ameshaoa." Ngambia, "Kwa nini?" "Kwa sababu alienda kujitambulisha kwao, na siku ya kwenda kwao kufunga ndoa tushaweka. Kwa ili kutoa aibu kwa watu, ilibidi achukue mwingine na yeye from nowhere aoe. Kwa mimi sasa nimekosea na yeye amekosea." So mdada ambaye hujaolewa kabla hujaingia kwenye ndoa, au mkaka ambaye hujaoa kabla hujaingia kwenye ndoa, hakikisha mchumba ulionaye ni sahihi. Lakini usiache kumwombea hata kama ni sahihi, kwa sababu asipotumia hii hekima
anaweza akachukuliwa na mwanaume ambaye sio ndoto zake, na wewe ukaambulia kuoa mwanamke ambaye sio ndoto zako, mkaribu maisha. Mbona zako unaelewa vizuri? Mbona unaelewa vizuri? Hata wewe ambao umeolewa, mwanaume ulionaye kwa muda wa mwaka mmoja, 6, 7, 10, ili mradi ni mume wako, mmefunga ndoa madhabahuni, usije ukamwacha na kwenda kwa mwanaume mwingine. Ni makosa makubwa. Naona mmeniangalia, mseme amina. Mtajua wenyewe. Mtajua wenyewe. Hiyo chungu hiyo. Watajua wenyewe. Hata wewe mwanaume, mwanamke uliomuoa wa kwanza, Biblia inasema usimuache mwanamke kwa ujana wako. Kwa ujana wako. Kwa ujana wako. Ukimwacha mwanamke wa ujana wako, mimi mtumishi wa Mungu, nikimwacha ule mke wangu pale, nikaja nikamuoa mwingine, Mungu hayuko radhi kunitumia tena. Mnanielewa vizuri? Amen. Alafu kinachowafanya wanawake, tupo kwenye hekima wanyama Ndio. Tupige kila tunapopiga. Yes. Mimi leo nafungua tu. Amen. Kwenye hekima ya wanyama kuna kitu kinaitwa makosa ya wanawake kwenye ndoa yanayosababisha ndoa nyingi sana kuvunjika. Wanawake, ninyi mmejiwekea kwamba mtalishwa, mtavishwa, mtavalishwa, lakini sio kweli. Simama. Au kaa. Mkape wapi hivyo? Simama. Yaani wewe kibibilia, sawa eh? Mnasikia vizuri? Kibibilia wewe unatakiwa uende ukatafute huyo ale. Uende ukanunue nguo huyo avae. Kibibilia wewe ndio unatakiwa uitunze hii ndoa isiharibike. Kibibilia huyu ni mtoto wako. Ona alivyonikodolea mimacho. Jamaa. Wanawake wanaopenda kulelewa hapa maskini. Mbona nitakiona cha mtema kuni? Mithali 31. Hapo ndo tupo kwenye eneo la maono na malengo, si ndivyo? Yes. Maneno ya mfalme Lemueli, mausia aliyofundishwa na mama yake. Nini mwanangu? Tena ni nini mwana wa tumbo langu? Tena ni nini mwana wa nadhiri zangu? Usiwape wanawake nguvu zako, wala moyo wako usiwape wale waharibuo wafalme. Lemueli, kunywa mvinyo hakuwafai wafalme, hawakuwafai wafalme. Wamekataza kunywa pombe wanaume, si ndivyo? Anasema hivi, wasije wakanywa na kuisahau sheria na kuipotosha hukumu ya mtu aliye taabuni. Mpe kileo yeye aliye karibu na kupotea, kampe divai yeye aliye na uchungu nafsini, anywe akasahau maskini wake. Fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, uwatetee watu wote walioachwa peke yao. Fumbua kinywa chako, uhukumu kwa haki, uwapatie maskini na wahitaji haki yao. Sikiliza mstari wa 10. Tunaanza. Mke mwema. Tuseme wote, sema mke mwema. Mke mwema. Sema mke mwema. Mke mwema. Tunaendelea. Ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Wanawake mnasikia vizuri hapo? Moyo wa mumewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hatafuta sufu, utafuta sufu na kitani. Huyo ni mwanamke, sawa eh? Utafuta nini? Sufu. Kufanya kazi yake ya mikono. Kwa nini? Yaani hata mtiseme, mtajua wenyewe. Biblia ndio imeandika, sio mimi. Kufanya kazi yake kwa nini? Kwa moyo. Kwa nini? Kwa moyo. Afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka wapi? Mbali. Sasa ninyi mnasemaje sisi tuendelee chakula? Naona mmewakeana, yani hapa ku relax. Kizai, Baba. Sisi kwa nini wanatunyanyasa? Kwa nini
mnanyanyasa lakini nyinyi wanawake. Na wajakazi wake sehemu yao, yani mpaka wafanyakazi wanatakiwa walipe. Wewe mwanamke, huangalia shamba, unatakiwa uliangalie shamba, ukalinunua, ukanunue shamba. Wewe mwanamke, unasikia vizuri? Kwa mapato ya mikono yake kupanda mizabibu, na ukapande mbegu kwa mikono yako mwenyewe. Mtumishi sana analeta mfumo dume. Biblia ndio imesema. Eti Isaya. Yako inasoma kama kwangu? Ndio. Melongo. Tunaenda sawa? Inasoma kama kwangu hapa. Haya. Tuendelee. Huangalia shamba, akalinunua kwa mapato ya mikono yake, upanda mizabibu, hujifunga nguvu viunoni kama mishipi, utia mikono yake nguvu, huona kama bidhaa yake ina faida, kufanya biashara. Taa yake haizimiki usiku, katika mikono yake katika kusokota, hutia mikono yake katika kusokota kazi za mikono wanawake, na mikono yake huishika pia. Wakujulia maskini mikono yake, naam, wanyonyesha wahitaji mikono yake, hawahofii theluji na vitu kama hivyo. Tunamalizia hapo mstari wa mwisho huo. Sasa unaniambiaje kwamba si atakiwa tuwalishe? Ninyi mtakiwa mtupe si chakula? Sitaki sasa hapo. Mimi nimesoma kama Biblia ilivyosema. Kwani mimi ndo nimetunga? Si Biblia? Adamu atakula kwa jasho. Huo ni mstari mwingine una maana nyingine kabisa. Adamu ndio atakula kwa jasho, lakini mkishaunganishwa kwa pamoja, wewe ndio unabidi umpe Adamu chakula. Yaani hawezi kuepuka. Yaani hapo mimi siwezi kuchomoa. Yaani Isaya hapo mimi siwezi kutoka. Ndio kabisa. Wewe unasikia? Unajua kwa nini kawekwa hivyo? Kwa sababu wanawake wamebarikiwa kwanza. Alafu kumbukeni kabisa kwamba uzao wa mwanaume ulipitia kwenye tumbo la mwanamke. Kwa mwanamke ndiye ambaye amewekwa kwa ajili ya kulisha. Na hata Yesu alilishwa chakula na mwanamke. Ulifikiri Yesu alikuwa anaenda kutafuta alafu Mariamu ale? Mariamu alikuwa anampelekea Yesu chakula popote. Na kuna wakati ambapo Yesu alipelekewa chakula na Mariamu akakataa. Bwana, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Akasema ndugu zangu ni wale ambao wanalisikiliza neno la nani? La Mungu. Yesu kuna mahitaji ambayo alikuwa anapelekewa. Ukiona wanamuita uje, kuna mahitaji wanataka wampe. Ita chakula, mavazi, lakini vazi la Yesu hakulibadilisha, ni chakula. Kwa hiyo wanawake wamewekwa kwa ajili ya kulisha watoto. Kitabu cha Mathayo, maandiko yanasema wale wote ambao walitolewa mapepo ikiwemo si ndivyo? Waliuza mashamba yao, wakachukua na vitu vyao, wakafanya na kazi, wakamtumikia Bwana. Maana yake ni kwamba wanawake ninyi mna neema kubwa ya kufanya kazi na mkafanikiwa. Huu mfumo mnaouona wa wanawake kuanza kutawala nchi sasa hivi, kuanzia kwenye eneo la juu mpaka kwenye maeneo ya biashara, unakuta maduka wengi yana wanawake kuliko wanaume. Ndio mfumo ambao mara nyingi Mungu amekuwa ameuweka. Lakini hautakiwi kuutumia huo mfumo, kwa sababu wanaume tuna mfumo dume. Lakini Biblia iko hivyo. Mwambie mwenzako unaelewa? Kuna watu unajua wanaweza asinielewe. Yaani hapa nazungumza, lakini kuna watu wanaweza asinielewe. Sasa kama mwanamke akishindwa kufanya kitu kwenye maisha na kujipatia kitu, au mwanamke akisema mimi sintasoma kwa sababu nitapata mwanaume atakayenilea, unaenda nje ya maandiko. Na hapo ndiko ambako utakuja kuharibu ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Kwa sababu itafika mahali mafuta ya kupaka kichwani ulitakiwa ununue mwenyewe kwa kazi yako unayofanya. Kwa mfano wewe sasa hivi ungekuwa umeshaolewa hapa, ungekuwa unanunua mwenyewe mafuta ya kupaka. Si unajiweza sasa hivi? Kwa hata kama ungekuwa una mume sasa hivi, maana yake bado ungekuwa unajiweza. Just imagine wote nyinyi hapa kanisani mngekuwa mna kazi. Kila siku, kila mwezi unapokea shilingi 600. Au tunafanya biashara kila mwezi unaingiza milioni 3, milioni 4. Mimi baba yenu ningekuwa navaa suti nyeupe kila siku. Au unasemaje watu wa Mungu? Naam. Lakini kwa sababu wote hapo unakuta wachache wameng'ang'ania tu, mimi nitapewa na baba fulani, mimi nitapewa na baba fulani.
Unajua kwa nini mkaambiwa hivyo? Siri kubwa ni kwamba wanaume wameumbiwa tamaa, na pesa nyingi za wanaume zinatoka nje ya familia. Hawa itakuwa kama tai, kuangalia mbele, uwe na malengo kama mwanamke, ufanye kazi kwa mikono yako, tumia vidole vyako. Maandiko nasema kama una neema ya kusuka, suka sana watu. Ndio wanawake zamani anasema walikuwa na shona mikeka ile alafu wanauza zamani, lakini ile kazi za mikono ni nyingi. Anasema anafunga mshipi kiunoni mwake, anaenda analima, analeta chakula nyumbani. Sasa hivi kuna wanawake ambao they are just sleeping kuanzia asubuhi mpaka usiku. Kuna mwanamke ambaye sasa hivi ukimtoa hapa kwa mguu mpaka mjini, kesho hamki. Miguu imevimba, moyo unaenda mbio, anatoka jasho. Kwa sababu kazi yake amezoea tu kulala. Na hata huku mijini tunashuhudia wanawake ambao hawawezi hata kusonga ugali, hawawezi hicho kitu. Wanakuambia mwanamke mzuri ni nani aweze kumpata? Mke wangu, naomba unipasie ili niweze kwenda kanisani. Mwambie mfanyakazi akupasie, mimi nimelala. Au unasemaje? Naomba unipikie leo na hamu ya ugali. Mume wangu mimi mikono yangu bwana itauma. Mwambie mfanyakazi akupikie, ndio anajua kupika ugali vizuri. Afu ukiachika unakuja unanilia kwenye madhabahu, baba nimeachika. Nikijua umeachika kwa ajili ya kupika ugali, kija kwangu nakwambia nipikie ugali nile kwanza, alafu ndio nikuombee. Au unasema lakini tai hawali vitu vilivyokufa. Sawa Ama tai hawali nini? Vitu vilivyokufa. Isaya 43:18-19. Pointi hii inamaanisha tusikumbuke mambo yaliyokwisha kupita. Tusikumbuke mambo ambayo yamekwisha kufa kwenye maisha yetu. Kuna vitu vimesha kufa kwetu, tusivikumbuke. Ananiambiaje Isaya? Isaya 43:18 na 19. Anasema ndio, msikumbuke mambo ya kwanza, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani, wala msiyatafakari kwenye vichwa vyenu sasa mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya. Tazama nitatenda neno jipya mimi Mungu. Sasa litachipuka. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani. Nitafanya njia hata jangwani. Na mito ya maji hata nyikani. Na mito ya maji nyikani. Nyikani. Shia hapo. Amen. Umesikia Mungu anachokuambia? Tuko kwenye kima wanyama. Principle ya tai hali nini? Hali mzoga. Maana kilichokufa kwake akiingii tumboni kwake. Ndio principle yake. Sasa kuna watu wanaendelea kukumbuka mambo yaliyokufa kwenye maisha yao. Na baadhi ya mambo yaliyokufa kwenye maisha yao, cha kwanza kabisa ambacho nabii ni kuonye usikukumbuke kwenye maisha yako kama ni kimekufa. Ni dhambi ulioifanya jana, usikubali hukumu leo kama umeshatubu. Ukihukumiwa na dhambi uliofanya jana, maana yake ni kwamba unamwambia Bwana Yesu, bado haujanisamehe. Mbili, sirudishe mahusiano yaliyovunjika kati yako wewe na mtu mwingine, aidha ni mwanamke wako, yani mchumba wako. Acha ndoa unaweza kurudisha na mchumba wako au na rafiki yako. Ni ngumu. Tunaendelea. Tatu, usiruhusu kuyakumbuka mabaya uliofanyiwa wakati wa nyuma. Nne, usikumbuke mabaya uliofanyiwa tu na ukasahau kukumbuka mazuri uliofanyiwa na mtu husika. Nne. Pointi ni za maana. Wangapi wamezielewa vizuri? Amen.
Usikumbuke dhambi uliyofanya jana na juzi kama umeshatubu. Dhambi uliyofanya jana na juzi ukiikumbuka, kipindi unaomba alafu ukaikumbuka, inafanya disconnection kati yako na Mungu. Ina disconnect, yaani tunasema inakata umeme wa maombi. Unajua kuna siku moja akaja mtu akanambia, mtumishi, nazungumza vitu jifunze. Mtumishi, mimi bwana ninaangalia sana picha za uchi. Kaambia kwa nini? Akanambia basi tu na hiyo hali tu. Kaambia nikajua tu ni pepo ile. Kaambia sasa kwa nini usiache? Kaambia mtumishi, najitahidi, lakini ikipita wiki yani sijaangalia nasikia kama kuumwa. Kaambia basi tuombe. Tukaomba. Tukamaliza. Kaambia sasa Mungu ashakusamehe, tuanze upya. Kesho akanipigia simu. Akaniambia, mtumishi, unajua kila ninapoingia kwenye maombi, sikiliza ninachokisema. Kila ninapoingia kwenye maombi, ninaomba. Na ninapotaka tu kukamata ulimwengu wa roho ndio unaanza sasa kuingia. Nikifunga tu macho, naona ile picha. Nikiona tu ile picha, natoka. Inabidi nianze upya tena. Naanza. Nikifika tu sehemu ndio naanza kukamata sele line ile ya ulimwengu wa roho. Nikianza kukamata pale, naona ile picha tena. Natoka. Nisaidie mtumishi. Kaambia tatizo lako ni kwamba adui anatumia udhaifu wa dhambi ulioifanya kukutomenti. Anakutesa kwa sababu ya udhaifu wa dhambi ulioifanya. Sasa, first, amini kwamba umeshasamehewa. 2, hiyo kuona utaiona kwa sababu ni kweli uliangalia. Kwa usiruhusu mwili ukutese kwa kipindi hiki. No matter utaiona hiyo picha, itakuja kupotea wenyewe baadaye. Lakini mwambie Bwana Yesu endelee kutengeneza ufahamu wako. Nakufundisha hapa, sio huyo mwingine, na naongea na wewe unasikiliza. Kitu cha pili, usirudiane na rafiki ambaye mshatengana. Naomba nikwambie tu kweli. Usiseme mimi nina roho mbaya. Yaani kama kuna siku nishashikana na wewe shati tukapigana, tukapelekana mahakamani kwa ajili ya shamba. Alafu siku tukaja tukaombana msamaha. Iishie kuombana msamaha, tumesameheana, sina kinyongo na wewe, imeisha. Lakini ile kukutana tena kuingia kwenye mkataba wa biashara nyingine, usije ukajaribu. Tunaongea na watu hapa. Sijasema usimsamehe. Unamsamehe na mnaendelea na maisha mengine na mnasalimiana as usual. Lakini kuingia mkataba wa biashara nyingine au mkataba wa kuuziana kitu kingine, usije ukajaribu. Na katika mahusiano, ninyi mnaoingia kwenye mahusiano, usije ukajaribu kuingia kwenye mahusiano na mwanadamu au na mwanaume au na mwanamke alafu mkagombania kwa sababu ulimfumania na mwanamume mwingine na mwanamke mwingine, akaja akakuomba msamaha ukamkubalia. My friend, kesho usipomfumania utamfumania kwenye ndoa, kwa sababu ndio tabia yake. Na ukiangalia kwa 99.99% ya vijana wengi wanaoa hawajaokoka. Kwa kama nikwambia nimefanya kwa bahati mbaya ukamsamehe, maana yake mkiingia kwenye ndoa atafanya na hutamfanya chochote. Sababu wanaume tuna tabia, tukishakuoa tunasema nishakuoa, subiri sana nifunue yale makucha. Mwanaume anaweza akatumia chochote kukupata wewe mwanamke. Lakini akikupata kukuingiza kwenye ndoa, anakufunulia upande wake wa pili. Mimi naweza nikakodisha hata gari ya kukodi, nikaja kwako kuchumbia nayo. Nikakodisha na suti na hela nikakodisha. Yes. Afu kwenye ile hela nikatoa tu 10,000 afu 500 kwenye mfuko. Jamali na hela ile. Kumbe nimekopa. Ili nikuringishie uingie kwenye mkenge. Na kwa sababu wengi sasa hivi wanapenda hela. Hawaoni mbele wala hawaangalii malengo. Wanapenda hela. Akishaona tu pochi, kwanza mwanaume anatembea ile anafanya hivi ili aone ile pochi imevimba. Yes. Ukishaona tu vile mwanamke umepagawa. Akikuingiza tu kwenye AST, umekufa, umeoza.
Mtumishi akikwambia yule sio mtu mzuri, unaniona mimi mtumishi nina pua kubwa, nina macho makubwa, nina mapembe na nina mkia, mimi ni shetani. Au ni uongo? Ni kweli mzee. Ni kweli. Tena yani hata nikikutafuta kwenye simu umeniblock muda huo, utaka hata kuongea na mimi tena. Lakini siku yamekuja amekutokea puani kwenye ndoa. Nataka baba, unajua ni muda mrefu hatujaonana. Uje kushaanza kuchemka huko. Au nasema Ni kweli baba. unajua bana, haya maisha ni lazima uishi kwa hekima. Na ndio maana Suleimani aliomba hekima. Na hizi hekima na vitu zi-apply kwenye maisha tu ya kawaida. Yes. Naongea na kanisani. Amen. Naongea na kanisani. Amen. Anasema tazama nitafanya jambo jipya. Yaani kuna vitu vingine kwenye maisha vikishakufa, kwako viwe vimekufa. Kama kitarudi ni urafiki wa kawaida. It is okay. Niko na watu. Mimi kuna siku nilienda kwenye kanisa moja Arusha. Hivi naanza huduma. Nikaingia kwenye madhabahu. Siku hiyo bana, nakumbuka ile kanisa ilikuwa inaingiaga watu hawazidi 10. Kubwa kama hivi. Nikaombaga huduma kwa ule mzee. Akaniambia sawa, Jumapili tutasimama. Nikaomba Mungu, nikafunga. Nikaomba Mungu. Jumapili ibada inafika. Watu wamejaa mpaka kule nje. Na hawajui kwamba ni mimi nasimama. Watu wamejaa mpaka kule nje. Ni hivi. Unajua, nikaingia kanisani. Nikaa kule nyuma. Muda wangu kafika. Mtumishi leo atasimama mtumishi fulani. Watu wanafurahi. Maana sio wananijua. Watu wanafurahi. Safi sana. Naingia madhabahuni pale nikasimama. Nikahubiri somo sitasahau linaitwa Dagoni. Nikamaliza kuhubiri ile somo la Dagoni. Nikamfuata mtumishi. Nikamwambiaje? Kama unajua mimi nina hekima. Kama utaniruhusu naweza kufanya maombi kwa watu wako. La utaniruhusu nitaondoka. Akanambia sitakuruhusu. Nikazima maiki, nikakaa chini nikaondoka. Sia. Akasema kijana ana kiburi sana. Wewe umeniambia sikuruhusu. Ana kiburi. Nilivyomwambia sikuruhusu atakiwa nibembeleze, sio niambie nini. Nikamwambia watu walichukia sana siku ile. Taarifa zilifika mpaka nakumbuka kwa askofu, zikafika kwa askofu. Askofu akatuma barua kwa ule mtumishi, akamwambia wewe tunasikia kuna watumishi wanakuja hapo kwa ajili ya kusaidia watu unawafunga. Mtumishi akanitumia message kali sana. Wewe nabii gani umekuja kutuvunjia makanisa huku? Sijui nini. Jumapili iliyofika. Kanisani alikuwa yeye na mke wake na watoto wake. Yeye, mke wake na watoto wake. Wakanifuata nyumbani. Sasa tuzungumze haya maswali. Mbona nazungumzika? Kaambia kwa mimi nimefanyaje? Kaambia umetuombea nini we mtoto au ni mchawi? Mbona kanisani hakuna watu? Kaambia mimi sijui, mtajua wenyewe. Wakaanza kunekea visasi. Subiri utaona. Hakuna shida. Wewe hakuna shida. Bibi akaniambia sasa nakwambia kitu mwanangu. Watakiwa uondoke hapa. Kaambia bibi siondoki mpaka Mungu aniambie uondoke. Wakaja watu kutoka Moshi wakaniambia tunataka tukununulie eneo uanze huduma. Nikampigia mama simu. Nakumbuka? Mama nimepewa eneo la kuanza huduma. Mama akaniambia rudi nyumbani kwanza. Uanze huduma nyumbani huku ndio uende huko. Nikamsikiliza mama nikaondoka kule. Mama bwana umenipotezea. Yaani umeniharibia. Au uongo? Alikataza kaniambia rudi. Itakuwa tuna bado mdogo sana. Nikarudi. Ndio nikaanza kuanza hapa. Mpaka leo ile kanisa halina mtu. Till today. Walienda pale wakamwomba bibi msamaha wapi? Hamna mtu. Tuombe msamaha kwa ule mtu anapiga simu. Kaambia mbona mimi sijafanya chochote? Hamna mtoto huyo. Na kwa nini nawafundisha hivi kitu? Sikurudi pale kwa mara ya pili kwa sababu sikujua pengine wangenekea mtego gani pale kanisani.
sikurudi pale. Na Mungu ananiambia usirudi. Kitu kilichopita kimeshakufa. Achana nacho. Sikurudi tena. Na wewe nikwambia unanisikiliza mahali hapo. Ukiachana na madhabahu fulani kwa sababu ilifanya kosa fulani kwenye maisha yako, usigeuke nyuma tena. Kuna watu hapo wanatoka kwenye madhabahu fulani, wanatoka kwenye makanisa fulani, wanakuja hapa, then kesho wanarudi tena kule. Sijasema lazima uje hapa. Lakini ukitoka kwenye madhabahu yoyote ile, hata ni hapa, kwa sababu umekosewa na mtumishi au umekosewa na mtu fulani, usigeuze uso wako nyuma tena. Mwambie Mungu, tengeneza mapya kwenye hii madhabahu ambayo unaingia. Kwa hata hapa wewe uliyekuja umetoka kwenye madhabahu fulani, Mungu anakutengenezea mambo mapya katika jina la Yesu. Amen. Nasema Mungu anakutengenezea mambo mapya katika jina la Yesu. Amen. Nasema Bwana anakutengenezea mambo mapya katika jina la Yesu. Amen. Na uzuri wa hii madhabahu yangu, mimi sibagui, mimi sichagui. Yaani mimi hata nione mtu ndio anakufa anakaribia kukata roho, ambia muingizeni huko ndani, tutamhudumia. Nyesi mmemkataa, mleteni, mimi nitakaa naye. Watu kama mimi ndio nawataka kwenye maisha. Mwambie mwenzako, ukiwa hapa madhabahuni, usikumbuke ulikotoka. Angalia ya hapa. Mungu atafanya jambo jipya kwako. Mwambie mwenzako, usile matapishi. Mwambie usile vilivyokufa. Niko na watu. Yaani unaweza ukakaa kufikiria, sijui watanionaonaje? Sijui kwani wakiniona nakuja huku. Achana nao. Achana nao. Jana tumetoka kuzika. Ule ni msiba wetu wangapi kama siku 4? 1 2 3 watano. Msiba wa 5 tumezika. Sasa kama unaogopa bado kuzika, endelea kuogopa. Sisi tunaendelea kuzika. Kila siku akifa mtu, sisi tunaenda tunazika. Ukisusa, susa. Tena mimi sasa hivi hata sio muumini wangu, nikiitwa tunafaa kumkimbilia. Kwani nini maana ya upendo? Upendo maana yake ni nini? Ndugu zake wakija wakiniambia, bwana tunakutaka wewe mzike, tumekubaliana huko, tumekaa vikao, tumekubali wewe mzike. Mimi nani nikataa? Nini maana ya upendo? Kwani Yesu alipomkataa kumzika, nani alimzika? Yusufu peke yake. Si Yusufu peke yake? Yes. Sasa tai wana tabia nyingine. Nadhani tuangalie wanyama kama 2 3 leo kwa sababu ya muda, sawa? Tai wana tabia nyingine. Na tabia hii mimi naita ni tabia mbaya, lakini ni nzuri. Tai wana tabia ya kujenga viota vyao kwa majani ya kawaida. Lakini tunasema wanatotoa watoto. Yes. Wanatoa yale majani wakiwa wamezungusha. Unajua wanaanza kuzungusha miba tai kwenye kiota. Afu wanafunika ile miba na majani. Sasa wakishatotoa watoto wakishaanza kupata nguvu, wanatoa yale majani, wanawachomoa yote. Kwa watoto wanakuwa hawapo comfortable kukaa pale. Wanachoma na mwiba. Akikaa huko amechomwa. Akikaa huko amechomwa. Inabidi sasa atoke kwenye kile kiota kwa lazima atoke. Akitoka maana wanajenga juu, ni lazima aanguke. Akianguka lazima atumie uwezo wake juu chini, asije akafa. Lazima ajitahidi kuruka. Na hii pia ni the same to Mungu. Yuko hivyo. Usitegemee kukaa hapo ulipo kwenye wokovu. Tunaingia spiritual kwenye wokovu. Kwenye roho yako usitegemee kukaa hapo ulipo. Naongea na watu hapa kanisani. Amen. Tuko pamoja hapa kanisani. Amen. Petro wa kwanza 2:5. Haya ni maandalizi ambayo tai anayafanya kwa watoto kwa ajili ya kukua. Sasa na wewe Mungu anakufanyiaga maandalizi ili ukue kiroho na kimaisha. Petro wa kwanza 2:5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 5. Ndio.
Anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Kama mawe yaliyo hai. Mmejengwa muwe nyumba ya roho. Mmejengwa muwe nyumba ya nani? Ya roho. Ukuhani mtakatifu. Ukuhani mtakatifu. Mtoe dhabihu za roho. Mtoe dhabihu za roho. Zinazokubaliwa na Mungu. Zinazokubaliwa na Mungu. Kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko. Amen. Ishi hapo hapo. Ishi hapo hapo. Petro wa kwanza ngapi? 2:5. Sivyo? Waraka wa kwanza wa Petro. Okay. Anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Ninyi nanyi kama nani? Kama mawe yaliyo hai. Living stone. Unajua maana ile andiko mawe yaliyo hai? Maana ya mawe yaliyo hai ni roho zilizo hai. Aturudie kwa kufafanua sasa. Ninyi nanyi kama roho zilizo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho Mtakatifu, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu. Kumbuka, umeona ile roho pale, dhabihu za roho, umeona ile roho pale? Ni roho ndogo, maana yake ni roho yako wewe. Sawa Yaani roho yako wewe inatakiwa itoe dhabihu zinazokubalika. Ndio. Sawa jamani? Kwa njia ya Kristo Yesu. Sivyo? Wakorinto hapa ni Waefeso 2:19 mpaka 22. Twende haraka haraka. Waefeso 2:19. Waefeso 2:19. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji. Ninyi si wageni wala wapitaji. Nasikia hiyo? Amen. Bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu. Watu wa nyumba nyumbani mwake Mungu. Watu wa nyumbani mwake Mungu. 20 mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Na Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Ndiye roho iliyo hai kubwa ya pembeni. Nani fundi hapa ndani wa kujenga? Fundi wa kujenga. Musa, msimama. Hivi unapoanza kujenga nyumba, unaanza kuweka jiwe katikati au pembeni? Ndio unapata ile engo ukiweka katikati? Pembeni na pembeni. Ukiweka katikati mawe, maana yake ni kwamba nyumba haiwezi kusimama. Si ndio hivyo? Kwa hiyo pembeni na pembeni. Kwa hiyo Yesu anasema yeye ndio jiwe kuu la pembeni. Kwa maana yake ni kwamba kule pembeni ndio kunaleta engo ya nyumba, ndio kunaweka msingi wa nyumba, ndio kunaweka mfumo mzima wa jengo, si ndio la nyumba. Ndio maana ya jiwe kuu la pembeni. Sasa tumeangalia kuhusu maandalizi ya tai ambavyo anamuandaa mtoto. Pindi ambapo anataka kupaa au kukua, anamtolea majani, anakuwa anachomwa na miiba, si ndivyo? Anapochomwa na miiba anakuwa anatoka kwenye kiota, anaanza kuruka. Ni maandalizi ya kujitegemea kwa mtoto. Si naongea na watu vizuri? Sasa maandiko anasema kwenye kitabu cha Petro kwamba ninyi mkiwa kama mawe yaliyo hai, yani mkiwa kama roho zilizo hai, ni lazima mjifunze kutoa dhabihu zilizo hai. Lakini haya ni maandalizi ambayo Petro anazungumzia. Katika maandalizi haya anasema kwamba Yesu ndiyo jiwe kuu la pembeni linaloanza baada ya kujengwa kwa nyumba. Kabla nyumba hajajengwa kunaanza jiwe kuu. Maanake maandalizi ya kujengwa kanisa yalianzia kwa Kristo. Na wewe pia ni lazima uandaliwe kihuduma, lazima uandaliwe kikazi. Lakini wewe unapoandaliwa, kuna jiwe kuu la pembeni kwenye msingi wa huduma yako. Kuna jiwe kuu la pembeni kwenye msingi wa maisha yako, na hilo jiwe ndio ambalo linawekwa pembeni ya maisha yako au katikati ya maisha yako, na wewe ndio ambao unatakiwa uendeleze hiyo ndoa ukiwa kama jiwe lililo hai, roho iliyo hai, na uiendeleza maisha yako kama roho iliyo hai kwa kutoa dhabihu za haki zinazokubalika. Unanielewa vizuri? Nifafanue zaidi. Nitaji kufafanua zaidi labda. Simama. Simama. Kuna watu hawajanielewa. Simama. Yesu
ndiye jiwe kuu la pembeni. Hili ndio jiwe kuu. Sawa? Huyu ni wewe. Hii ni huduma. Tutoe mfano kwenye huduma. Hii ni huduma. Sawa? Sasa Yesu yuko chini, alafu huduma tunasema inakuja inajengwa juu ya Kristo. Maana tunajenga juu ya mwamba. Si ndivyo? Yes. Ili huduma isikafanya nini? Ikatikisika. Sasa anasema hivi, katika kujengwa huku huwa unaanza chini, tofali moja mpaka lingine, ili uweze kuja kuwa mtu sasa, au iweze kuja kuwa huduma. Anapoingia kwenye eneo la ndoa, anasimama kwenye ndoa, ndoa inajengwa hapa. Na katika maandalizi ya kuja kuwa mtumishi mkubwa, au katika maandalizi ya kuja kuwa na ndoa nzuri baadaye, mtakapofika kwenye eneo la ujenzi, lazima ufanye kazi. Yaani lazima hili jiwe lililo hai ambalo ni wewe kule, lazima utumikie hii ndoa. Lazima utumikie hii huduma. Naomba mnielewe vizuri sana. Huduma inajengwa, sio vile ambao ni hii. Alafu mwenye huduma ni yule pale. Wewe ndio jiwe lililo hai sasa. Roho yako wewe ndio jiwe lililo hai. Hii ni huduma yako. Huyu ni Kristo, jiwe kuu la pembeni. Huduma inajengwa hapa na wewe lazima utumike hapa. Lakini utumike kutoa dhabihu za haki au dhabihu zilizo hai. Now listen. Unapotaka ndoa yako ifike juu na ipigwe na bati, watu waige mfano, ni lazima uijenge kwa gharama. Utaleta maji, utapiga tofali, utagonga misumari, kuna vitu vingine itabidi ukakope ili umalizie kujenga. Yaani maana yake ni kwamba kuna muda ndoa inakushinda, utaenda kuomba ushauri. Utakuja utairekebisha. Ndoa kama haijawahi kupitia ugomvi, bado haijafika katikati. Ndoa inayopitia magomvi tunasema ni ndoa ambayo ipo kwenye process za ujenzi. Na watu wanavyogombana kwenye ndoa ndio wanazidi kuwa strong. Watu ambao hawajawahi kugombana wamependana siku zote, siku wakigombana wanaachana. Naongea na watu hapa ndani. Sikiliza niambie kitu kimoja. Huduma ambayo haijapigwa vita, yani haujachomwa na miba ili utoke kwenye kiota cha kulala tu uende kuomba, lazima uchomwe na miba ndio uweze ujue hivi kumbe kwenye huduma kuna kuomba, naanza kuomba. Hivi kumbe nataka nifunge, naanza kufunga. There is time ambapo kwenye huduma utaumwa na ugonjwa wa kuua ili uingie kwenye maombi. Hello? Kuna muda kwenye ndoa utahisi kabisa huyu mwanaume ananiacha huyu, ili uingie kwenye maombi. Kuna muda kwenye kazi utahisi huyu bosi ananipa barua kunifukuza kesho, ili uingie kwenye prayer. Unapohisi discomfort kwenye eneo fulani la maisha, ni kwamba ile eneo linajengwa. Labda nieleweshe vizuri hapa. Isaya, unapohisi hauko comfortable kwenye eneo fulani, unahangaika, ujue ile eneo lipo kwenye process ya kujengwa. Kama umemtegemea Kristo, sizungumzii kama unategemea madawa. Yaani kama Yesu ndio jiwe kuu la pembeni, na unaona hauko comfortable kwenye kazi, unahisi kama nina minywa, kama nina chomwa, maneno yamezidi kuwa makali kazini, ujue unajengwa mwanangu. Kuna muda utakuja kuwa CEO wa kampuni kubwa kama haukujijenga kwenye msingi wa jiwe kuu la pembeni, na ukaiga kwa mitume na manabii namna gani wameishi, kina Elia, kina Elisha, kina Moses, kina watu wengi. Hauwezi kuja kumiliki kampuni kubwa baadaye na ukatoboa, kwa sababu challenge utakayoikuta kule juu ni heri ungekuwa kuchini. Msizani wale matajiri wakubwa wanalala, wale wanapitia wakati mgumu sana, wale wana makodi kibao na madeni. Uona dewa tu 50 hapo ushafikiria kunywa sumu. Are you serious? Kuna tajiri ambaye analipa kodi, yani kodi yake analipa inazidi mpaka milioni 100.
anamaliza analipa kodi, alafu akimaliza afanye biashara, akimaliza aingie afanye sio mikataba na makampuni mengine, akimaliza atasafiri, akirudi huku nyuma ataambiwa kuna mzigo fulani umeoza haukwenda huko, akirudi ataambiwa tayari amekamata gari fulani limepigwa faini. Yani yeye moyo wake muda wote unaenda mbio tu. Wewe umekopa tu unga kilo moja pale ulali huli, hauwezi kuona kwamba uko chini sana. Kama unaona unawazishwa na shilingi 10,000 uliokopa kwa Madam Milongo, basi wewe nyumba yako hata tope haijaanza kuwekwa. Na even kama itakuja kumalizika, lazima ijaribiwe. Imekaza vizuri, watu hawajanielewa vizuri. Hata kama utafunga ndoa, itatikiswa tu. Hivi Yesu atajaribu, hebu tuone. Wakati anaifanya hivi huko ndani, ni mna Mmelo akirudi amefunga shati kichwani, kesho anarudi amelifunga mguuni. Kesho akirudi na kiatu kimoja hamna, kesho soksi moja imetoboka. Kesho akirudi shati huku vishikizo vyote vimeachia. Kesho anarudi yani nguo yote iko imeingia maji. Yani amelewa chakali. Wewe unaendelea na maombi tu, Bwana Yesu naomba unisaidie, Bwana Yesu naomba unisaidie. Pale sasa ndio unajengwa kama mwanamke. Unajengwa kama mwanamke. Haleluya. Na nikwambie kitu kimoja, kuna wakati Mungu anapoona hekima yako na maarifa yako yamefika to the top. Imefika mahali you don't care. Yaani haujali hata aje amelewa, akiwa amelewa unamvua nguo unamlaza hapo kitandani, alafu niko jamaa anambia Bwana Yesu asante maana amefika nyumbani na amini utaenda kufungua kesho. Bwana anasema lazima nikufungue. Ndio na watu hapa ndani. Amen. Sio naongea na watu hapa ndani. Amen. Kuna muda unaingia kwenye ndoa unaanza unalia kama kifaranga cha kuku. Ulijua ukiingia ni raha, lakini ukiingia ni tabu. Inafika mahali unapozoea zile ghasia, Mungu anaona imani yako imekuwa. Eneo la ndoa anaenda analiweka sawa, anafungulia eneo lingine majaribu kwenye uchumi. Ukiona imekuwa sawa na huku, anafungulia eneo lingine mpaka inafika mahali you are stable. Eneo umeshalimasta. Ikija ishi kwenye ndoa unasema nishaku master, unaondoka. Ikija ishi kwenye uchumi nisha master, unaondoka. Inafika mahali wewe hautokitoki machozi. Yaani wewe kila muda unamwambia Bwana hata hili nitapita, hata hili nitapita. Mungu anaona watu. Amen. Nasema Bwana akupe ile roho katika jina la Yesu. Amen. Bwana akupe ile roho katika jina la Yesu. Amen. Na popote ambapo ulikuwa unalialia na umekwama unasema nadaiwa, Mungu akutoe kwenye hivyo viwango vidogo vya imani. Mungu akupandishe kwenye viwango vya chini vya imani katika jina la Yesu. Amen. Sio naongea na watu hapa ndani. Amen. Sio naongea na watu hapa ndani. Amen. Inafiki ufike mahali mwambie Bwana Yesu, sintalia tena kwa madeni ya jana wala ya juzi. Maliza haya tuendelee na maisha mengine. Amen. Wakati mwambie Bwana Yesu, haya mimi nishayazoea. Yaani kama unaendelea kunijaribu na haya mwambie Bwana Yesu, mbona mimi nishatoka huko? Nahitaji unipe viwango vingine. Amen. Naongea na watu hapa ndani. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu makofi ya utukufu. Amen. Ongeza makofi yako kwa Yesu. Amen. Ongeza makofi yako kwa Bwana Yesu. Amen. Nataka nione Yesu leo akifuta kila mtu machozi akimwambia na hili limekwisha katika jina la Yesu. Tunaenda kuanza tena lingine. Na hili limekwisha katika jina la Yesu. Kama ulikuwa unawaza eneo la uchumi linakwisha leo katika jina la Yesu. Kama ulikuwa unawaza ndoa, Yesu anamaliza katika jina la Yesu. Amen. Kila mmoja ambaye anajijengea mentality ndani yake kwamba ninakwenda kutoka siku ya leo, Yesu anakuja kukutoa katika jina la Yesu. Amen. Nasema anakuja kukutoa leo. Amen. Sijui naongea na watu hapa na. Amen. Sijui naongea na watu hapa na. Amen. Wewe mwenzako unaogopa nini? Unaogopa nini? Mwambie unaogopa nini? Unaogopa nini? Mwambie yaliyopita yamekwisha kupita. Yaliyopita yamekwisha. Yameshakuwa mapya. Yameshakuwa mapya. Mwambie usiogope lingine. Usiogope. Ulikuwa unakomazwa kiakili. Ulikuwa unakomazwa kiroho. Ulikuwa unajaribiwa ili uweze kutoka hapo ulipo. Mwambie mwenzako ulikuwa unapewa neema ya kutoka hapo ulipo. Unapewa neema ya kutoka hapo ulipo.
Kwa hiyo tai anapomaliza kutoa, sawa, anapotoa na kumaliza, mtoto anaanza kusikia tofauti. Kwa hiyo Yesu anapoona umeshazaliwa katika roho na umefika mahali ni muda wako sasa wa kusimama, kwanza kufanya kitu, anaanza kukuchoma kidogo, anaanza kujisikia tofauti. Lazima utatoka, lazima utaomba, lazima utafunga. Hapa kanisani tupate wanawake wa maombi, tupate wanaume wa maombi, tupate vijana wa maombi, watu ambao hawasikii raha wasipoomba, watu ambao wanasikia vizuri wakiingia kwenye maombi. Si naongea na watu hapa. Amen. Si naongea na watu hapa. Amen. Wao wanasema tuko pamoja, nyosha mkono wako chini. Amen. Kuanzia leo na kuanzia sasa hivi ninatoa nabii mahali hapa. Amen. Nasema ninatoa nabii mahali hapa. Amen. Nasema najisikia kutamka neno mahali hapa. Amen. Nasema najisikia kutabiri mahali hapa. Tabiri na Bwana. Tabiri usitabiri. Najisikia kuzungumza neno mahali hapa. Amen. Nizungumze nisizungumze. Zungumza na Bwana. Kila mmoja aliingia mahali hapa siku ya leo. Ile eneo ambalo lilikuwepo kwa miaka mingi la mateso. Na maombi uliyoomba kwa muda mrefu ya kuchimbia. Siku ya leo kutoka hapa. Bwana ameshajibu katika jina la Yesu. Amen. Nasema Bwana ameshajibu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Rabosia mantalaba. Amen. Yeyote ambaye ameingia kwenye mateso, yeyote ambaye ameingia kwenye madeni, yeyote ambaye ameingia kwenye vifungo vya muda mrefu, utachomwa na miba kwa miaka mingi, ukalia kwa miaka mingi, hakuweza kupaa. Leo kuna msaada unakuja kwenye maisha yako. Leo kuna msaada unakuja kwenye maisha yako. Amen. Sijui naongea na mtu mahali hapa. Amen. Sijui naongea na mtu mahali hapa. Amen. Naona msaada unakuja mahali hapa. Amen. Unakwenda kuinua wale watoto walioshindwa. Amen. Unakwenda kuinua wale watoto walioshindwa. Unakwenda kuinua wale watoto walioshindwa. Kuna watu walishindwa kupaa kiuchumi. Kuna watu ambao walishindwa kupaa. Kuna watu biashara zilishindwa kupaa. Kuna watu huduma zilishindwa kupaa. Leo kuna Bwana anakukumbuka. Maana Bwana anasema wale mtumaini ya Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hauwezi kutetereka kamwe. Kama walikuvunja jana, leo ninakusimamisha. Kama walikubomoa jana, leo ninakusimamisha. Kama walibomoa ndoa yako, leo naisimamisha. Kama walibomoa huduma yako, leo nasimama kwa jina la Yesu. Amen. Leo naona watoto wengi wa tai watakwenda kupewa mbawa. Amen. Watakwenda kupewa mbawa. Amen. Watakwenda kupewa mbawa. Amen. Kuna mtu anasema mtumishi wa Mungu nilifika mahali nikashindwa kupaa. Nimejaribu, nimechoka, nguvu kanishia. Maandiko yanasema wanaomngojea Bwana watapaa juu kama tai. Maana watapewa mbawa mpya. Watapewa uwezo mpya. Kuna uwezo mpya unapewa kibiashara. Kuna uwezo mpya kiuchumi unapewa. Kuna uwezo mpya kihuduma unapewa. Nasema hautabaki hapo ulipo katika jina la Yesu. Amen. Mshike mwenzako jirani yako, msalimie na kumwambia, mwambie upo kanisani. Upo kanisani. Mshike mkono, mwambie upo kanisani. Upo kanisani. Mwambie upo kanisani. Upo kanisani. Oh my God. Yesu makofi utukufu. Pointi ya mwisho ya tai. Tai anapitia kipindi kigumu anapofikia miaka 40. Miaka 40. Na hiki kipindi kinamsababisha kuja kuishi miaka mingine 40. Amen. Miaka 80 na. Amen. Mpaka 100. Kwa sababu gani? Tai anapofikisha miaka 40, manyoya yanakuwa yamejaa kwenye mwili mzima. Kwa hiyo anakuwa hawezi kuinda, hawezi kuruka kwenda juu, wala hawezi kuwa mwepesi. Maana tai sifa yake ni wepesi. Asa anapofika miaka 40 anaingia kwenye kipindi tunakiita ni kipindi cha maumivu makali. Na hiki kipindi namlazimu kwenda kukaa juu ya mapango, akajificha mwenyewe akakaa. Alafu akaanza kutoa manyoya ambayo yamekaa kwenye shingo, manyoya yaliyokaa kwenye mabawa ambayo yanazuia asipae. Na hii process inachukua miezi 4 mpaka 5. Yaani wewe ni process ya kujitoa sikio kwa sikio.
miezi mingapi? Mpaka 5. Anakaa huko. Na kipindi hicho anakuwa na kona, maana anakula kwa kubeti. Anapomaliza anakuwa mwepesi kuliko mwanzo. Na akirudi tena kwenye mawingu anakuwa sharp kuliko mwanzo. Tuna apply vipi? Hata kama una furaha kiasi gani kwenye maisha, Yes. kuna kipindi utapitia painful process ya maumivu utapitia. Ama. Na hii inakuandaa ili kuja kuishi maisha mazuri yajayo mpaka utakapokufa. I tell you. Amen. Mwambie Bwana Yesu. Sawa? Amen. Kuna kipindi utapitia painful process. Na hii process utakapopitia itakufanya kuja kuishi maisha mazuri mpaka utakapokufa. Amen. To God. Unaweza ukazaliwa una kila kitu. Kuna wengine wanazaliwa na kila kitu. Ukasoma, ukamaliza, ukapata kazi, ukaoa au kuolewa, maisha yakaanza kuwa mazuri. Alafu kuna kipindi utaingia kwenye hatua ya maumivu. Na hii hatua inachukua muda mrefu. Tai inamchukua miezi 4, wewe unaweza kuchukua hata mwaka. Na hiki kipindi ni kipindi utakuwa unalala njaa saa nyingine. Kama tai, utakuwa unatumaini. Utakuwa kila unayemgeukia uso, ukimgeukia baba mdogo anakuambia sikujui. Ukimgeukia baba mkubwa anakuambia mimi siwezi kuona. Ukimkia kaka anakuambia bwana mimi na mambo yangu mengi. Unajikuta uko mwenyewe. Alafu nini kipindi ambacho sasa Yesu inabidi aanze kukuandaa kutia nguvu. Niko na watu. Amen. Naongea na wewe. Amen. Naongea na nyie. Amen. Naongea na nyie. Amen. Hiki kipindi inabidi uvumilivu mwanangu. Amen. Ni kipindi ambacho hata mimi nimepitia. Amen. Kipindi ambacho watu hawakunijua. Kipindi ambacho hakuna aliyenigeuzia uso. Kila ningemgeuzia uso akaniambia mimi nageuzia kisogo namna hii. Lakini wakati mzuri unaokuja ni mrefu kuliko ule wa maumivu. Amen. Utapata maumivu mwaka mmoja, lakini utapata maisha mazuri miaka 40. Amen. Ndio maana unapopitia kwenye kipindi cha maumivu, painful process, usijichanganye kwenda kwa waganga. Amen. Usiende kwa waganga, watakupotezea muda mwingi. Yes. Sasa kuongezea kipindi kirefu cha maumivu. Kama Mungu alikuwekea miezi 4, ukienda kwa mganga utaishi miaka 10 ya maumivu. Amen. Naongea na watu hapa kanisani. Amen. Naongea na watu hapa kanisani. Amen. Mama, tuko pamoja. Yaani mwanangu, hata upitie maumivu kiasi gani, sio nayo wana wamekusumbua. Beatrice, mjukuu kama huyo, andashika kama huyo. Hiki ni kipindi unapitia kipindi cha maumivu. Na kipindi cha furaha kinakuwa ni kirefu. Na maandiko yanazungumza waziwazi kwamba watapaa juu kama tai. Maana tai inapomaliza kile kipindi cha maumivu, kipindi kinachokuja ni kizuri na ni kirefu. Mimi nimemwambia mke wangu, sikia nikwambie, ni bora tulale njaa lakini tusiibie watu. Time will come. Muda utakuja. Mungu atainua wale watu pale. Kila mmoja atatuangalia kwa jicho lingine. Amen. Mke wangu ananiambia, mume wangu nikiona siku umebadilika, nitafunga na kulia. Naambia Bwana Yesu, simtaki mwanaume wa hivi. Mimi naangalia hapa kanisani, kuna watu ambao nawaona mbali. Kuna watu ambao siwaoni hapa. Kuna watu ambao naona mbali kwenye maisha. Lakini wanapitia kipindi kigumu tu kwenye maisha. Amen. Wanapitia painful process kwenye maisha. Mwambie mwenzako, hata kama ulikuwa nacho, lakini sasa hivi huna. Ni kipindi unapitia cha muda mfupi. Muda mrefu wa mafanikio unakuja.
Na mimi kama nabii wa Bwana nimekuja kutangaza habari njema kwamba Bwana anamaliza siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Nasema Bwana anamaliza siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Kama maumivu unapitia kwa miaka mingi, hata kama alitakiwa atoke kwa mwaka mwingine, tunafuta huo mwaka kwa jina la Yesu. Tunaandika mwaka wa furaha, tunaandika mwaka wa neema, mwaka wa kumtukuza Bwana, mwaka wa kupata neema, mwaka wa kupata baraka katika jina la Yesu. Yoyote ambaye uko mahali hapa, kama umepitia kipindi cha maumivu cha kutoa manyoya kwa muda mrefu, leo neno hili limekuja kwa ajili yako, wala alikuja kwa bahati mbaya. Limekuja kukuambia kwamba tumekuja kukutoa kwenye wakati mgumu. Amen. Yesu, makofi utukufu. Nitamani tuangalie wanyama wa tatu. Tuangalie kama wawili tunatosha ya muda. Mnyama wa pili ambaye lazima tuangalie ni simba. Sema simba. Simba. Simba amewekwa kama mboni au image ya simba wa kabila la Yuda, ambayo ni Kristo Yesu mwenyewe. Simba wa Yuda. Na ili uamini kwamba ameweka kama simbo hiyo, Ufunuo anasema Yona alivyofika akaanza kulia baada ya kuona hakuna mtu ambaye anaweza akafungua ile mihuri 7. Maandiko yanasema, tazama simba wa kabila la Yuda. Yaani Yesu ni simba wa kabila la Yuda, amepewa uwezo wa kufungua mihuri 4. Sifa ya kwanza ya simba alionayo ni uongozi, leadership. Simba dume huwa anapenda kuwa leader, kiongozi. Unaweza kunaelewa? Unaweza kunaelewa? Simba anapenda kuwa leader. Na hapa kwenye uongozi nikufundisha kitu leo. Hakikisha ni wewe tu unayefahamu malengo yako na ni yapi na utatumia njia zipi kufika huko. Hey, kizazi cha TikTok, kizazi cha Instagram na kizazi cha WhatsApp na Facebook, I tell you, usije uka expose malengo yako TikTok. I repeat, usije uka expose malengo yako TikTok. Mtu ameahidiwa kwenda scholarship mwakani, anapiga picha na wazungu, alafu anasema mwakani scholarship baby. Anafanya hivi, hautaenda mahali. Kwa sababu wenzako ambao wanaitaka scholarship na wakakosa wako kule TikTok. Wapo kule WhatsApp. Wenzako ambaye anasubiri akuroge vipi, ajue tu namna gani ya kukuroga, ndio umeenda kuzianika siri zako kule. True leaders, viongozi wa kweli wanajua nini? Viongozi wa kweli wanafahamu kwamba malengo yao na namna gani watatumia njia ili kufika kwenye yale malengo, wanajua wenyewe. Na wewe kama ukiwa leadership hapa kanisani, mwanangu wa kiroho, ukiona imeshindikana zaidi, njoo kwa mtumishi. Ni bora uje kwa mtumishi mpige magoti kuliko kwenda mtaani unakunywa pombe, ile vilinge vya pombe. Unasema bwana, nimepata scholarship ya kwenda Ulaya lakini naona inagoma goma. Hey, inagoma kabisa. Hautaita. Watu hapa kanisani sio kama wananielewa vizuri. Yeremia 1:5. Leadership, kiongozi. Sema mimi ni kiongozi. Anasemaje rafiki? Yeremia 1:5 anasema, ndio,
kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kabla sijakuumba kwenye tumbo nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuweka kuwa mtumishi wa mataifa. Nimekuweka kuwa mfanyabiashara wa mataifa. Ndipo niliposema. Isha hapo. Amen. Huu ni kiongozi wa kidini Yeremia, ambaye ameandaliwa toka tumboni kwenda kuongoza watu. Nani ambaye anasuka nywele hapa na za mikono? Mimi za mikono. Na hakufundishwa na mtu. Unasuka na hakufundishwa. Manake ulizaliwa na hicho kitu. Mimi ukiniambia nisuke leo siwezi. Na kuna wanawake wengine kusuka hawezi. Sasa Mungu anasema hivi, tangu nilivyokuumba tumboni, sasa wewe hapa nimeshakupa kitu tumboni, nimekutakasa, nikakupa ususi ndani yako. Sasa wewe mwanangu utakiwa usuke kwa mikono sasa hivi. Dunia imeendelea. Wewe utakiwa na saluni kubwa. Yeremia aliambiwa huku chini utakutana na miiba na mbigiri zitakuchoma. Lakini usiogope, maana nimekuweka kupanda na kung'oa, kujenga na kubomoa. Kila unaniona hapo unaniangalia, you are a leader. Wewe ni kiongozi kwenye eneo fulani la maisha yako. Na Mungu alikuumba ili usimame kwenye hilo eneo. Kwenye hiyo ndoa, Mungu ndiye amekuweka hapo. Kwenye biashara haupo kwa bahati mbaya. Mungu anasema mimi ndio nimekuumba na nimekuweka hapo. Kuna watu hapa kanisa. Amen. Niko na watu hapa kanisa. Amen. Tuko pamoja. Amen. Yeremia hakuna siku alienda kuomba ushauri kwa wanadamu kuhusu habari ya huduma yake. Kila siku alienda kuomba ushauri kwa Mungu. Kila siku alienda kuomba ushauri kwa nani? Kwa Mungu. Kwa tumaliza mapema. Isaya 41:10. Anasema Isaya 41:10 inasema usiogope, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Mimi ni pamoja nawe. Yani kiongozi unayenisikiliza hapa wa maisha yako, wa biashara yako, Mungu anakuambia amekuumba na anakujua. Kwa hiyo usiogope, mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Nitakutia nguvu. Naam. Nitakusaidia. Nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Shaka. Amen. Fanya biashara mmoja asimame. Fanya biashara wa kujitegemea. Anasema hivi, tangu sijakuumba wewe nalikujua ni mfanya biashara. Sawa? Nimekutakasa wewe ili ufanye hiyo biashara. Yaani nimekuandaa. Alafu Isaya anakuja anazungumza anasema usiogope kwa sababu mimi niko pamoja nawe. Kitu ambacho nimekipenda kwenye ule mstari anasema nitakutia nguvu. Kwa hiyo lazima kuna kipindi nguvu zinaisha. Anasema nitakutia nguvu. Kuna muda ambapo unahisi nguvu zinafanya nini? Zinafanya nini? Zinafanya nini? Zinakata. Alafu nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Naomba unisikie vizuri sana hapo. Akisema nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Kipindi unaishiwa nguvu kwenye biashara yako, umeishiwa nguvu kwa staili gani? Tupo kwenye leadership, kwenye eneo la leadership, kwenye eneo la Simba, unaishiwa nguvu kwa staili gani? Ni uliwinda ukakosa, au uliwinda ukapata,
ukaenda kuwapa fisi wakala. Watu wajanielewa bado. Yaani wewe Simba uliwinda swala ukamkosa, ndio maana ukachoka, unahitaji nguvu mpya. Au uliwinda ukampata swala ukaenda ukawapa fisi wale. Sababu Mungu atakapokuja kwako akikushika kwa mkono wa kuume wa haki yake. Yaani Mungu ni hata hao jamaa wanaandika Biblia hawa. Mkono wa kuume wa haki yake. Ukiishiwa nguvu, atakutia nguvu na atakushika kwa mkono wa kuume wa haki yake. Mama Pita, leo umeenda umeuza kuku. Umenunuzwa. Mungu ameachilia baraka, si ndio? Umenunuzwa. Ulipomaliza kununuzwa, ukaenda ile fedha ukanywa pombe. Si ndio? Ukinywa pombe, ukiumwa njaa, ndio situation ya kuishiwa nguvu. Mungu akija akiingiza mkono wake kwenye maisha yako, akitaka kukusaidia, haki inakataa. Kwa sababu ile fedha haukuibiwa, ulikunywa pombe. Mwanaume unanisikiliza hapa, Rafa, ukipata shilingi 500, alafu usipoenda kuweka kwenye kitanda ukazimwaga pale na mke wako mkapiga plani watu du, ukaenda ukaa na mwanamke mwingine, alafu siku mkaja hapa na mke wako analia, anasema maisha kwetu ni magumu, nitakapokuja kuomba Mungu akija kuingiza haki ili akushike mkono, anagundua na makosa, anakutupa mkono. Lakini kama ulitafuta ile pesa, alafu mtoto akaumwa, ukampeleka hospitalini, ukaishiwa nguvu, Mungu akija anakushika, anazingatia haki, anakuinua. Hilo wanaume mnisikilize vizuri sana. Msipate hela mkaenda kuzichezea nje, mkarudi ndani mkawadanganya wanawake zenu hamna hela. Alafu unakuja madhabahuni unasema mtumishi, naomba uniombee nibarikiwe. Mungu akija akishika mkono akipitisha haki, anaona ulichezea hela wewe, pumbavu. Mimi ni maskini sana. Mungu akienda akiangalia umaskini wako umetokana na kuhonga. Kuna mwingine anakuja na kuambia mtumishi, nimepigwa, ni maskini. Ukiangalia ni kweli, mtoto aliumwa akampeleka hospitalini akatibiwa. Huyu naye baba yake aliumwa, sijui naye aliumwa, sijui alinunua hiki na hiki. Mtumishi, matumizi yangu kwa mwezi hayanitoshi, ni madogo sana, naomba Mungu aniongezee kipato bana. Mungu akienda akikushika anagundua kuna shida. Maandiko anasema hivi, mimi Mungu kwa mkono wangu wa kuume nitamshika Koreshi, alafu nitakata mapingo yote ya chuma aliyoko mbele yake, nitafungua milango ya chuma na kufuli za chuma, alafu nitampa hazina za gizani zilizojificha. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu anapoona umepungukiwa kipato na unafanya haki, haujaishiwa kwa sababu una makosa, maandiko anasema kuna mapingo ya chuma yanakuwa mbele yako, kuna milango ya chuma inakuwa mbele yako. Kipato chako kinaongezeka siku kwa siku kutokana na uaminifu ulionao kwenye kipato. Wanaume wenzangu mnisikilize Isaya, kuwa mwaminifu kwa mke wako kwenye kipato unachokipata. Ukifanya hivyo, maandiko yanasema hata mapingo ya chuma. Ukiona mwanaume anapeleka hela kwa mke wake, wanaziweka, wanapanga nini cha kufanya, hiyo ndoa ina miaka michache tu, watu wanaenda kujenga nyumba, wananunua na gari na viwanja na mashamba. Mungu anakatakata mapingo ya chuma. Lakini wewe ukipata unamtafuta Amina alipo. Hai? Kuna mwanaume mwingine akipata tu ikingia tu lakitano pa, akili wake jina la mwanamke lishaingia.
Yaani ule muamala ukiingia na jina limeingia kwenye akili kama muamala. Yaani ni kama muamala. Akishafanya yake ile si 500, ile 200 iliyobaki, 1,500 kwenye mfuko, 50,000 anapelekewa mama nanili. Hii ni ya mwezi huu. Mimi sina hela, afu kwa linachomekea. Msaki mpige tena makofi. Hii ni ya mwezi huu. Mimi sina hela. Alafu sawa. Mama nanili kule anaanza sasa kupata pressure. Sasa hiyo 50,000 inafanya nini? Akifika sokoni kule akinunua amemaliza kikapu akijajaa, mama nanili anakaa chini kwanza. Kumbe 300,000 nzima ipo kwa nani? Kwa mwanamke mwingine. Afu huyu mwanaume Jumapili yuko madhabahuni. Kiti cha nyuma pale anakaa nasikiliza. Alafu huyu anataka Mungu amfungulie milango ili aweze kuwapa michepuko hela nyingi. Sahau. Ndio fundisha vijana hao. Mimi nikipata hata 10,000. Mke wangu kuna 10,000 iko kwenye kabati pale. Mimi hela zangu natupa kwenye kabati, kwenye draw. Ngoja kuniibia sasa. Kwenye draw. Afu nafunga hapo. Kwa mke wangu akija akifungua anajua tu ndio mume wangu alionayo. Kama ni 100,000 anajua iko hapa. Why? Kwa sababu cha kwanza kabisa sina pengine pa kuzipeleka. Ile ndio familia yangu. Yule ndio mke wangu. Na yule ndio ambaye tumeweka malengo tutafika wapi. Na kitu ambacho nimegundua kwenye ndoa ninyi ambacho mkifahamu ni kwamba pale ndani hamuoani kwa sababu mmependana wewe umetafuta mtu wa kufika naye mbali kwenye maisha. Kwa kama unahisi wewe umeolewa kwa sababu unapendwa na mume wako, pole. Na mwanaume kama unahisi wewe mwanamke anakupenda, pole sana. Yeye anachotaka ni nyinyi mfike mbali. Mungu amekupa partner ili muende mbali kwenye maisha. Na mwanamke akiona kwamba hakuna kitu kinaendelea hapo ndani kwenye maisha, anatafuta mlango wa kutokea. Unaniambiaje? Sio sawa. Yaani ndio ukweli. Wanawake ambao walikuwa wanaweza kuvumilia ni nyinyi. Lakini hawa sasa hivi as a leader ni lazima ufahamu hayo mambo. Sasa unakuwaje mkubwa kiasi hicho? Tutamalizia na mistari michache inayokuja kuingia kwenye maombi. Yohana 3:3. Adoni Yohana wa kwanza. Hebu fungua Yohana wa kwanza tuangalie. Mbona usiandike kama ni wa kwanza wa pili? Waraka wa kwanza wa Yohana 3:3 anasema sio hapa. Okay, naomba unisomee Yohana kama Yohana. Tuone. Anasema Yohana 3:3 anasema Yesu akajibu akamwambia amin amin nakwambia mtu asipozaliwa mara ya pili. Hapana. Sorry. Iruke, nimeisahau, don't know nimeandikaje hapa. Okay. Irudia, tiangalia vizuri kwenye simple. Pointi ya mwisho nyingine lazima tuenda kumaliza kwenye mnyama kwa sababu ya muda. Nakumbuka ile ilikuwa na part 1 na part 2. Pointi ya nyingine nasema wako tayari kupambana muda wowote. Sawa? Simba wako tayari kupambana muda
wowote. Tunaenda kumalizia Isaya 65:1 anasemaje? Malizia Isaya 65:1 anasemaje? Wako tayari kupambana muda wowote. Isaya 65:1 anasema, watu wasionitaka wanauliza habari zangu. Nimeonekana na hao wasionitafuta. Na niliambia taifa lisiloitwa kwa jina langu, nitazinena. Nitazameni. Mchana kutwa nimeonyoshia mikono yangu watu walioasi, watu waendao katika njia isiyo njema, wakifuata mawazo yao wenyewe, watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima. Amen. Unajua, ili Mungu aingilie vita yako ni lazima uwe tayari uishi kama anavyotaka. Sasa Mungu analaumu kwamba kuna watu ambao wanataka niingilie vita zao lakini hawaishi kama anavyotaka. Na ili uishi kama Mungu anavyotaka, you must fight. Lazima upambane. Kuna mambo mengi kwenye maisha you have to fight. Lazima upambane uache hiyo addiction. Lazima upambane uache hiyo tabia. Lazima upambane uache hayo mawazo. Ongea na watu wa kanisa. Lakini simba wako tayari kuingia kwenye hatari ili kupata wanachotaka. Si mnaonaga? Yes. Kuna muda mwingine wanangu, subiri nikufundisheni kitu. Hiki ni tofauti kidogo. Lakini kuna muda mwingine jifunze kuingia kwenye maeneo hatarishi au magumu ili kuweza kufanikiwa. Usitaki vitu virahisi. Sawa? Ndio baba. Yaani kuna muda lazima uende kwenye mji ambao una walevi tu ukahubiri. Sawa? Kuna muda ile familia yenu nyinyi watu ni wakali sana kule. Kuna muda lazima uwatumie message waambie mwezi huu tuna maombi ya kufunga wote. Mume wako unajua anapiga sana makwenzi. Ni lazima kuna muda umwambie kesho tutafunga. Kuna muda lazima upitie vipindi, lazima ujaribu vitu vigumu ili uweze kufanikiwa. Yes. Lakini simba wanapenda kukaa pamoja. Kwenye maisha kuna vitu hauwezi kufanya mwenyewe, unahitaji msaada wa watu. Hata kwenye biashara kuna muda unahitaji partnership. Hata kwenye maombi kuna muda unahitaji kikundi cha wana maombi wenzako wakusaidie. Hakuna mtu ambaye anaweza akafanya kila kitu mwenyewe. Usipende kufanya mambo yako mwenyewe. Kama kwenye eneo la leadership nilikufundisha nikakwambia jifunze kuweka siri zako na namna gani kufika kwenye ile malengo, lakini kuna mambo mengine ni lazima uwashirikishe wenzako.